ukweli, kwa sababu watu wakisema wanataka kuingia kwa Ikulu kwa mapinduzi ya serikali, unajua saa nyingine tunachukulia kiholela mambo ambayo ni ya muhimu sana. Mimi kusema ukweli siwezi kuzungumza. Tuliona wakiingia mpaka bunge. Mimi siwezi kusema eti kumekuwa na jaribio la serikali hivyo vile wanavyofikiria. Mimi nafikiria hii ni porojo tu ya kuzungumzwa. Unajua haya maneno tuseme tu ukweli, na fadhali ningewaomba nchi yetu mahali tuko wakati huu tuko na shida. Tuanzie hapo, tukubali tuko na shida, na tuko na shida kwa sababu kuna mambo na masuala fulani ya uongozi ambayo haiendi sawa. Tunahitaji tutumie wakati wetu kujadiliana, ama viongozi kusikiza wananchi yale maswali wanauliza na yale wanataka, badala ya kufanya hii siasa. Hii mzunguko unaona inaendelea namna hii. Kwa sababu nimeona viongozi wetu wa kitaifa wengine wakiongea mambo ya ajabu sana. Sasa imekuwa tuko na shida, watu wanauliza maswali, kuna maandamano. Sasa imekuwa ni kuzingizia kabila moja katika Kenya, kusema ni kabila fulani ambayo inataka kuharibu serikali na mambo kama hayo. Na nimekuwa nikiwaeleza wenzangu, unajua haya maneno yote ni kuzingizia tu, ni kushindwa na uwajibikaji wa kazi, na badala ya kuwajibika kwa kazi na kutekeleza mipango ya kazi na maendeleo na kufuta nchi pamoja, sasa imekuwa ni siasa ya kuzingizia kila wakati. Na nimewaeleza, na mkinipea nafasi nionyeshe wazi. Hawa viongozi wetu wamekaa tu wakifanya hii sarakazi zio na mwisho, kuimba tu kila wakati. Mwaka wa kwanza wimbo ulikuwa ni Rais Uhuru Kenyatta na serikali yake ndio waliharibu ni mwaka mzima, hiyo ndio ilikuwa wimbo. Mwaka wa pili wimbo ilikuwa unajua ni Raila na Wajaluo na Azimio ndio wanafanya maandamano, ndio wanataka kuharibu serikali. Hata ikafika wakati mwingine hata rais mstaafu mwenyewe anatishwa. Mwaka wa tatu saa hii wimbo nao ni unajua ni Wakikuyu wanataka kuharibu serikali sijui nini. Labda mwaka ujao itakuwa wimbo mwingine ni Wakisii na Wakamba wameungana na Waluhya wanataka kuharibu serikali. Tuache msunguko na hii sarakazi. Watu wafanye kazi ile ambao wamepewa wafanye, watoe huduma kwa wananchi. Wananchi hawana shida na mambo mengine, wanauliza maswali kama kawaida, na hiyo maswali inaulizwa na kila mtu. Haiulizwi na kabila moja, haiulizwi na kikundi moja, inaulizwa na kila mtu.